Hawa ni watu watatu katika Biblia ambao hawakuwahi kufa. Nambari ya kwanza ni Eliya. Katika moja ya nyakati mbaya zaidi za Israeli, Mungu alimuita Eliya. Nyakati hizo Israeli ilikuwa na mmoja wa wafalme wabaya zaidi, na jina lake lilikuwa Ahabu. Eliya alikuwa mmoja wa manabii wakuu wa Israeli. Kitabu cha Wafalme kinazungumza zaidi juu ya maisha yake Eliya kuliko wafalme wenyewe. Pamoja na ukweli kwamba hakuna kitabu kilichoandikwa kwa heshima yake, kukutana kwake Eliya na manabii wa Baali au mlima Karmeli kulimfanya kuwa maarufu zaidi. Mfalme Ahabu aliagiza udhanifu katika mfumo ambao ulipaswa kuendeleshwa kwa ajenda ya Mungu, kwa sababu Waisraeli walikuwa watu wake. Israeli ilikuwa ikiteseka kwa sababu ya utawala duni. Lakini Eliya kwa upande mwingine aliwakilisha aina tofauti ya utawala. Eliya hakuwa na uhusiano wowote na taasisi ya kisiasa au familia ya kifalme. He had no connections to either the political establishment or the royal family. Na Nabii Eliya alikuwa na uwezo wa kusema ukweli kwa mamlaka ya kidunia bila kushirikisha au kupotoshwa. Eliya alikuwa mtu mwenye ujasiri ambaye alitetea kweli bila kujali nani aliyekuwa madarakani au haijalishi kiongozi ni nani. Eliya atakwambia ukweli. Kiingereza kinazungumza vizuri. No matter who was in charge, Elijah will tell you the truth. Aliwakilisha ufalme tofauti kabisa na lengo tofauti kabisa. Eliya alionekana kuwa amefikia kilele cha matukio ya maisha, shujaa karibu kupata imani, lakini mnyenyekevu wa moyo, lakini alikuwa karibu kushinda yote. Brother Eliya alikuwa karibu kukwepa kifo. Kuondoka kwa Eliya bila kufa kunamweka katika kundi adimu la kuondoka bila kufa. Ingawa hatuelewi kamwe wakati au jinsi gani Mungu alifanya hivyo, ni wazi kutokana na muktadha kwamba alimjulisha Eliya kuhusu kuondoka kwake karibuni. Mungu alifunua kwa wana wa manabii na vile vile Elisha, rafiki wa karibu wa nabii huyo mzee aliyechaguliwa na Mungu, murithi kama tutakavyoona. Tukisoma Wafalme wa Pili aya 2:1 hadi 12. Wakati Mungu alitaka kumupeleka Eliya mbinguni katika kimbunga, Eliya na Elisha walikuwa njiani kutoka Gilgali. Tumefika siku ya mwisho ya Eliya duniani atakapochukuliwa juu katika kisulisuli. Kiebrania hapa pia inaweza kutafsiriwa katika ghost, katika wakati wa upepo, katika harakati za kufagia. Eliya alinyakuliwa kwa wakati huu. Alikuwa ameondoka katika dunia hii na kuingia katika upepo wa Mungu. Mungu alikuwa amemwambia Eliya kwamba jambo hili litatokea na mahali litatokea. Hii inaeleza kwa nini tunamuona Eliya akienda haraka kuelekea Yordan. Tunaposoma simulizi kuanzia tukio linavyoendelea. Wafalme wa Pili 2-6. Eliya akamwambia Elisha, tafadhali
kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Betheli. Elisha akasema, kama Bwana alivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Basi wakashuka mpaka Betheli. Basi wana wa manabii walikuwako Betheli, wakataka kuonana na Elisha. Wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamwondoa bwana wako leo, asiwe mkubwa wako? Akasema, naam, najua, nyamanzeni. Eliya akamwambia, tafadhali kaa hapa, Elisha, maana Bwana amenituma niende mpaka Yeriko. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Nao wakafika Yeriko. Basi wana wa manabii walikuwako Yeriko, wakamkaribia Elisha, wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamwondoa bwana wako leo, asiwe bwana wako? Akajibu, naam, najua, nyamanzeni. Eliya akamwambia, tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Yordani. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Wakaendelea mbele wote wawili. Wana wa manabii walimuuliza Elisha swali lile lile huko Betheli na Yeriko, je, unajua ya kuwa Bwana atamwondoa bwana wako juu leo? Elisha alijibu vivyo hivyo mara zote mbili, ndiyo, najua. Sasa tafadhali nyamanza. Gilgali ilikuwa mahali pa kuanzia. Kulingana na Yoshua 4, Gilgali lilikuwa mahali pa kambi ya wana wa Israeli baada ya kuvuka Yordani kuingia Kanaani. Ikiwa unakumbuka Biblia yako, historia hii ilikuwa hatua kabla tu ya kuanza uvamizi wao katika eneo la adui. Gilgali ilikuwa mahali pa kuanzia kwa safari ya mwisho ya Eliya. Kituo kifuatacho cha Eliya kilikuwa Betheli, mahali pa sala. Next stop for Elijah was in Betheli, a place of prayer. Betheli maana yake ni nyumba ya Mungu. Hatimaye Eliya akaenda Yordani, ambapo palikuwa mahali pa kifo. Si tu kifo cha kimwili, bali pia kifo cha maisha ya kibinafsi. Elisha akamwambia Eliya alipofika kwenye Yordani, mahali pa mwisho pa Eliya pa kuishi duniani. Akamwambia Eliya, kama Bwana aishivyo, sitakuacha. I will not leave you. Eliya alikuwa akijaribu kujitenga na Elisha tangu Gilgali. Sidhani alikuwa anajaribu kumwondoa Elisha. Alikuwa akimtia majaribuni mwandamani wake karibuni, mrithi wake wa baadaye. Wanaume hawa wawili waliposimama karibu na Yordani, hali ilibadilika ghafla. Sasa linakuja tukio la miujiza. Wafalme wa Pili 2 mstari wa 7 hadi wa 10. Basi watu 50 wa wale wana wa manabii wakaenda wakasimama kuwakabili kwa mbali, na hao wawili wakasimama karibu na Yordani. Eliya alitoa vazi lake la juu, akalikunja, akayapiga maji, yakagawanyika huku na huku, na hao wawili wakavuka pakavu. Hata ikiwa walipokwisha kuvuka, Eliya akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako.
Elisha akasema, naomba sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yangu. Eliya akajibu akasema, umeomba neno ngumu, lakini ukiona nitakapoondolewa kwako, utalipata. La, hukuniona hulipati. Hii ni sawa na miujiza iliyotokea karne nyingi zilizopita. Mungu alipogawanya bahari ya Shamu kimiujiza, akimruhusu Musa na wana wa Israeli kuvuka nchi kavu. Ndipo Eliya akamwambia rafiki yake na kumuuliza, nikufanyie nini kabla sijaenda, kabla Bwana hajaniondoa katika nchi hii? Tunaishia hapa leo. Mimi ni Danieli Blessed. Usisahau kusubscribe kwa sehemu inayofuata. Subscribe for part 2. Asante kwa kusikiliza. Asante. Tutaonana. Asante sana.